Utambulisho sio jinsi unavyojitambulisha. Utambulisho ni jinsi unavyojitambua. Sasa wewe unajitambuaje? Unatambuaje maisha yako? Thamani yako haswa sio thamani unayopewa na watu, kwani watu hawajui thamani yako. Lakini wewe mwenyewe ukibaki katika hadhi yako, unajisoma thamani yako. Utakuta watu wengi wakisema aliwika akapotea. Rafiki, usipojitambua utajitahidi kujitambulisha. Hizi ni hekima na falsafa na theolojia za Dr. Eli, The Voice of Wisdom na Dr. Eli ndani ya Chomoza, A Hub of Hope. Si wakati mwingine ni wakati wa kwenda kusikia sauti ya hekima kutoka kwake mtumishi wa Mungu, mwalimu wetu Dr. Eli. Karibu sana baba. Asante sana. Leo tupo pamoja. Kabisa. Karibu sana. Asante. Mzima lakini. Nipo salama, namshukuru Mungu. Wewe? Bwana pewe sifa, safi kabisa. Karibu sana. Asante. Ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka tunaongelea mawazo, sekta nyeti katika maisha ya mtu. Tulikuwa tunasisitiza kwamba nguzo au msingi ya mawazo ni muhimu mno kuliko mawazo yenyewe, kwani hata maandiko matakatifu yanasema umwelekeze mtoto njia akiwa mdogo, akikuwa atakumbuka. Kwa hiyo kumbukumbu ni mawazo. Hata kama tulivyo hapo dunia hii kwa sasa, pasti yako yaliyopita maishani mwako, mfumo wake ni mawazo. Yaliyomo maishani mwako yanakwenda kwa mfumo wa mawazo. Pamoja na future, tunaosema future yajayo ni mawazo, mfumo ya mawazo. Mfumo huo usipokuwa thabiti umeisha feli. Inapendeza kutokujump to conclusions haraka bila kujali misingi, tutakuwa atulengi ukweli wa mambo. Tunapoongelea misingi, tulisema sote katika dunia hii tumezaliwa kupitia wazazi, na vessel inayotumika ili sisi tuendelee kuwepo ni mwili huu. Kwa sababu sayansi haina proof, sayansi siku zote inalenga vithibitisho. Kumbe sayansi yenyewe hadi leo hatujafikia majibu ambayo ni absolute. Kwa hiyo mwanasayansi yoyote ambaye aliye makini kama alivyokuwa Isaac Newton aliona kwamba kwa kweli Mungu lazima awepo, kwa sababu hesabu zetu zote zinagota sehemu, na miaka nenda rudi tangia sayansi ianze hadi leo hatujafikia mwafaka. Hatupingi sayansi, kwani sayansi ni Yuda na imani ni Kristo. Bahati mbaya leo inakuwa imani haitaki kukaa kama Kristo, inakaa ulazima. Kumbe Yuda alikuwa mbishi, alitaka aone evidence ili aamini kwamba ni Yesu aliyefufuka. Yesu akumpinga, alimwambia hii hapa. Na hata dini kama kweli badala ya kupambana na sayansi inabidi kuleta evidence kuonyesha kwamba Mungu yupo na kadhalika. Na kuna mambo inabidi tu admit kwamba hatutakiwi kuwa na majibu, kwani hatujapata. Kama ilivyo hesabu inaendelea kuwa discovered as days go by, na maisha yanakuwa hivyo hivyo. Ndugu mtazamaji, tumezaliwa tumepewa vessel au mwili. Mwili huu ni hardware ambako mawazo yanakuja kuendesha kwa kusababisha motion power. Oxygen inahitajika katika ubongo ili mwili uwe activated katika muscle memories. Na kuna kumbukumbu ambazo macho ya mwanadamu hawezi kuona. Tulisema katika electroencephalogram hata signal za ubongo zinasomeka kama umeme. Moja kwa moja Biblia inaweza kawa na kweli kusema kwamba naye neno alikuwa nuru. Nuru ndiyo light yenyewe ambayo inasomeka katika kipima umeme katika ubongo. Umeme wenyewe unasomeka kama mwanga, kama nuru, kama moto unao drive mwili huu. Lakini mipango uwezo kaona katika mashine hiyo. Uwezo kaona picha za mtu katika mashine hizo, ila unaweza kaona signal zinavyotembea kama vile polygraph ilivyotengenezwa mtu akiwa anafanywa
interrogation ama anahojiwa akicommit jambo ambalo ni kinyume, ili kusoma kweli, mnaangalia polygraph inasomaje, inasoma tension inavyokwenda. Kama mtu anaongea kweli, ananyoka, akiwa na mawazo fulani yasiyo na majibu, utaona mishale zinapinda, haziendi sawa, kwamba hapo kuna jambo anaficha, hajaongea, lakini jambo lenyewe halijulikani. Mawazo ni nyeti sana ndugu zangu. Tunaishi katika ulimwengu huu, miaka nenda rudi, tuna explore, lakini hatujawahi fikia mwafaka. Tunaposema nyuma ya pazia ni nyeti, mawazo yanatu drive, mawazo yanaendesha kila kitu tunachokishuhudia katika maisha. Misingi yake katika dunia hii, tunapozaliwa, tunazaliwa kwa wazazi. Mwili wako ni wazo, mwili wangu ni wazo. Ukimwangalia mwanetu Evans, moja kwa moja unapata picha baba na mama wanasomeka kwake kwa muonekano, lakini kwa fikra na kwa matendo wanaweza wakapishana, kwani data ambayo ni software zinazo drive inategemea mtoto na update vipi. Labda baba yangu mzazi akujua kutumia simu wala computer, lakini leo sisi tunatumia hivyo vitu kulingana na data tulizoingiza baada ya muda, na wao hawakuwepo na nafasi hiyo au kubahatika kusoma data kama sisi tunavyosoma leo. Ila wazazi ni msingi mno, kama lilivyo jua na ulivyo mwezi. Turudi katika msingi. Mzazi anawekaje msingi thabiti ili mawazo yanavyokuja kama signal? Tulisema tunatumia mwili kwa muda, oxygen ile isipokuwepo mwili haupo tena. Kisayansi wanasema basi kwisha, hakuna tena chochote. Lakini je, ndugu, hata mwanasayansi mwenzangu, mwanafalsafa mwenzangu, sote ni wanasayansi. Si wadhaifu sisi kuamini. Kuamini ni kukubali kutojua. Unaamini kile ambacho unakubali kwamba sijui. Nyota ni nyingi mno, lakini hatujastudy nyota zote. Hatujajua universe kwa deepest form yake. There are still mystery ambao Mungu ameficha kwetu. Tunasema Mungu kwa sababu hatuwezi jua. Mungu ni baada ya ujuzi wetu. Mungu ni baada ya kutambua kwetu na kujua kwetu. Kwa hiyo beyond kuna energy. Mtu akifariki anaondoka katika mwili, alikuwaje kabla hajawa na mwili? Kuna mysteries nyingi, na mwanadamu yeyote ambaye anapendelea kuishi vyema ni yule ambaye ajikiti katika mambo yanavyoendelea, bali katika uhalisi wa mambo ulivyo. Wakati tulivyorahisisha maisha, ndivyo hivyo yalivyozidi kuwa ngumu. Tulikuwa tunakunywa maji kutoka kwenye chemchemi, tukavamia wote, tukaacha chemchemi, tunafuata umeme unapowaka. Chemchemi hamna, inabidi DAWASA izalishwe. Kuna mgao, kuna maji kusafishwa, kuna maji kukatika, lakini kwenye chemchemi awali hakuna bili ya kulipa kwa mwezi. Sijasema urudi kijijini. The choice is yours. It's all up to you. Lakini kwa kadri tulivyokuwa tunarahisisha maisha, ndivyo yanavyozidi kuwa ngumu. Tunaongelea ajali ya ndege, ajali ya gari, ajali ya hiki na kile. Kabla ya ndege, kabla ya gari, ajali hizo hazikuwepo. Kwa hiyo urahisi wa maisha usikudanganye kana kwamba ndio uhalisi. Urahisi sio uasili ama uhalisi. Turudi hapo. Ndugu mtazamaji, mawazo. Kuna wengi baba na mama hawapo, washaondoka, washatangulia mbele ya haki. Hawapo tena katika mwili, lakini wamerudi kama walivyokuwa kabla hawajawa na mwili. Naisema mara kwa mara na kuirudia kwa ushuhuda wa dhati. Sijamwamini Yesu kwa sababu alifufuka.
kama mwanafalsafa kumwamini Yesu na muamini kwa sababu alijua alikotoka na anakokwenda. Lazaro alifufuka, ilitakiwa tumwamini kweli? Wakati walikuja kumzika mtu, bahati mbaya walizika haraka haraka, mwili wake ukagusana na mifupa ya Elisha, huyo mtu alifufuka, inabidi tumwamini. Kufufuka kwa Yesu sio sababu kuu ya imani kwangu. Na watu wengi waliweza kupinga, hadi kuna watu wengi wana vigezo kwamba hakufufuka, ilikuwa sanaa, waliiba mwili wake. Yale yote ni irrelevant. Hebu piga hesabu, alijua alikotoka na anakajua anakokwenda. Sisi sote tulioko dunia hii tunapoteleaga hapo, tunatishika na kifo, tunatishika na umauti, kwani hatujui tulikotoka haswa, tunaishia tu kwa baba na mama. Lakini baba na mama wanaondoka, wewe unabaki, unaendelea, unawaza pia tofauti na wao. Ina maana tulikotoka haswa asilimia kubwa hatujui. Wengine tunaamini lakini hatujui. Kristo Yesu alijua alikotoka na alijua anakokwenda, anakorudi. Well, ilikuwa against odds zote. Turudi hapo katika msingi. Mawazo yanafuata utayari uliopo. Ni nishati. Ukiweka njia maji yapite, usitarajie umeme. Ukiweka njia umeme upite, usitarajie maji. Utayari ni nyeti ili signal zile zije. Kwa sababu huu mwili ni magnetic, ni ardhi. Mwili wetu ni universe nzima. Ndio maana sayansi pia inapigwa chenga, hatuwezi kufikia mysteries zilizopo haswa, kwani yote tunaoenda nao hadi leo ni discoveries. Kwa sababu tuna discover, manake ni mambo ambayo yalikuwa sirini, tunachota kidogo kidogo katika research zetu ama tafiti. Ila tukirudi katika msingi, utaona mwili huu ambao ni magnetic, ambao una gravity, unavuta mawazo. Kwa sababu brain inaashiria kwamba signal za umeme zinaingia. Mwili ni mnara moja kwa moja. Uzazi kuwa msingi na nyeti kwa sababu wazazi ndio wenye manufacturer waliotengeneza mwili wazazi. Ni wajibu wa uzazi kutake care na utayari wa mwili kama hardware, ambako nishati hiyo itakuja. Mawazo, mzazi yote inabidi ajue kwamba mwanangu huyu kuna mawazo yatakuja kumdrive. Kuna mawazo yatamuingia kwa vishawishi, kwa ndoto, kwa maono, kwa illusion, kwa njia nyingi mawazo yatakuja. Inabidi kumweka sawa. Anatoka shule, unampima mawazo ambayo ni ngeni yanaweza kumuingia vipi. Unaangalia mwenendo wake, unamstudy, unamsafisha kwa kumweka sawa. Ukitumia vigezo hivyo utakavyovitaja leo, kumake simple. Leo tunakuwa weak, napeleka mtoto shule, alafu unafikiri maisha yake yanajengeka huko. Kuna wangapi wamaliza shule kazi ya maana anataka endelee kufugwa. Kazi ambayo inaendelea milele ni malezi, sio ufugaji. Bahati mbaya katika malezi kuna ufugaji pia. Ukimpa mtoto chakula, ukimpeleka shule, ukifanya hiki, malezi haswa ni wakati unamuonyesha njia za msingi kuishi, sio kumgaramia. Tuko sambamba hapo? Aha. Kwa hiyo mtoto anaendelea kulelewa. Ndio maana hadi miaka ya mbele amezeeka, sisi wengine tumeshapata wajukuu, lakini unafika wakati unatafakari, baba yangu aliniambia nini? Unalelewa naye kwa wazo, kwa mawazo yake. Na ndugu unayetutazama sasa hivi, unakumbuka, ukikumbuka mama baba alisema nini, baba mama walikuwaje, ni malezi bado yanaendelea. Maisha ni darasa endelevu. Manake malezi ni darasa awali, sio shule. Kwani shule ni business ambao watu walipanga kuendeleza system iliyotengenezwa na watu. Ni nyeti mno tunapoongelea misingi ya utayari. Somo hili ni pana, naomba ushare pia na watu unaowajali
na kuwapenda. Kuna wale ambao wazazi wameshatangulia mbele ya haki, miili yao imetangulia, lakini impact hii ipo. Uwe mzazi, apply kwa watoto. Ukiwa mtoto, apply kwa maisha yako. Rules hizo hazibadiliki, kwani maisha ya mtu ni biblical and canonic. Tunapoongelea nyota, nyota maalum sana kusafiri kwetu dunia hii ni jua. Jua liko mbali mno kwa hesabu yetu sisi binadamu kisayansi. According to NASA, ni milioni 93 miles away. Maili milioni 93 kufikia jua. Kwa orbit yetu hapa na sayari hapa tulipo, tunategemea jua kwa asilimia kubwa. Hata mwezi wenyewe anategemea jua. Milioni 93 miles. Itatuchukua takriban miezi 7 na siku kadhaa, 7.4 or something, kufikia jua. Lakini kwa sababu sisi ni mwanga, jua ni mwanga, jua lenyewe linachukua dakika 8 kutufikia hapa. Light speed. Kama tungeamua kusafiri sisi ni miezi 7 nukta kitu. Lakini yeye mwenyewe jua anatufikia baada ya dakika ngapi? 8. Only 8 minutes, dakika 8 tu jua limeshafika hapa. Twende na tarakimu hiyo 8. Mathematic sio ubunifu, tunagundua mathematic. Ni katika discoveries nyeti, kwani mathematic ndio msingi pia ya maisha, kwa kuwa ni katika sheria zinazoendesha universe na cosmos. Tuko sambamba? Tunakwenda na tarakimu hiyo 8. 8 ni biblical. Biblical indeed. Sio kama Wayahudi wanavyohesabu, bali kama Wakristo walivyokuwa convinced kuhesabu. Mjumuiko wao Wayahudi na Wagiriki awali iliyopitishwa sio makosa. Vitabu vyote vile, hata apocryph books zingeingizwa pale, hesabu zingeenda tu 8 kwa makundi. Ndizo dakika nuru inavyosafiri kutoka jua kuja kutulisha. 8. Katika astrology, sayansi ya usoma nyota, tarakimu 8 ni ustawi, ni afya na ubora. Katika mzunguko wa siku 8 ni 1. Katika calculator 8 ni namba zote. 8 ndiyo tarakimu ya Biblia takatifu. Code hiyo ukiiapply katika maisha yako, unatengeneza subsequent element na surface ambayo itakuwa 4-4. Kuna 4 chini kama msingi, nguzo 4 zisizoonekana, na nguzo 4 zitakazo surface, na jengo litakuwa imara. Nguzo 4 zinakuwa Torati, historia, hekima na unabii. Ni 4 yasiyoonekana kwa macho, yamekaa msingi. Mzazi, tumia mambo haya 4 kuweka msingi ya maisha ya mtoto wako. Na katika surface kupamba itakuja kusomeka nguzo 4 zinazoinuka, kuandaa antena, utayari wa universe na cosmos, kuleta signal kwa uchanya, iwe mawazo, iwe mambo yote yatakao kuja yanakuwa balanced proportionally, accordingly, inakuwa kama symmetric. Now, katika surface inakuwa habari njema ndio inasomeka, matendo yanayorejesha karma ipasavyo, na
mwili huu unakuwa barua kama nyaraka, na revelation ama ufunuo, inspiration kwa wote wanaotazama. Tuko sambamba? Misingi ndio inayotengeneza majira, kwani kazi kuu ya jua ni kuletea uwezekano wa majira. Majira ndiyo time. Kama majira, maisha ni ya majira katika dunia hii. Ili uishi vyema katika majira yote, kuna majira changamoto, kuna majira nafuu na kadhalika. Kuna challenges nyingi katika maisha ya mtu, lakini mwanadamu yote aliyelelewa na kujengeka katika misingi imara, kama ukiwa mzazi, weka misingi hiyo kwa mtoto wako. Umfundishe mtoto wako aelewe Torati. Sio Torati iliyoandikwa katika Biblia. Ndugu, hata usiposoma Biblia, Biblia ni idea. Ni inakuja kama proposal kwa watu, msikilize, alafu utakao chukua na chukua. Hata usiposoma Biblia kama sisi kila mwaka, ukielewa concept hiyo, unakaa ndani ya context ya Biblia. Unakaa katika uokovu kwa uthabiti wake. Uokovu unajengeka na kuzingatia sheria. Uokovu unajengeka kwa kuzingatia historia. Uokovu unajengeka kwa hekima. Ndio maana Roho Mtakatifu alikuja na hekima kwanza. Ndio karama nambari 1, neno la hekima. Uokovu unajengeka kwa unabii. Kristo alikuja kupitia unabii ule ule. Uokovu ni habari njema. Uokovu ni matendo ya mitume. Uokovu ni nyaraka zilizoandikwa na mitume. Uokovu ni ufunuo ulioandikwa na Yohana. Ili upone katika ulimwengu huu, unahitaji vigezo hivyo 8. 4 viko subsequent, vinakaa chini, vinajenga vyema utayari wako kwa ndani, na 4 vijavyo vinakuja kusurface, kusomeka katika ulimwengu huu. Mzazi, mwanadamu mwenzangu uliye katika mwili, zingatia, ukiwa mzazi, mwelekeze mtoto wako kwa hekima uliopata kidogo katika dunia hii. Katiba ya maisha inakuwaje? Mzazi yeyote ambaye ana uthabiti wa uzazi, anaongea na mtoto wake kisheria, anaongea na mtoto wake kihistoria, anaongea na mtoto wake kihekima, anaongea na mtoto wake kinabii, anaongea na mtoto wake habari njema, anaongea na mtoto wake matendo, anaongea na mtoto wake nyaraka, anaongea na mtoto wake mafunuo. Mzazi aliyefaulu anakuwa hivyo katika watoto wake. Na mtoto aliyefaulu ambaye wazazi wapo au hawapo katika mwili, ni yule anayezingatia 8 hayo kimsingi yake hadi kwenda juu. Labda utakuwa na swali moja, ili tusikimbie. Tutaweka misingi kwa uchanya wake panapo majaliwa next week. Kuelewa misingi yote hiyo tunajengaje haswa. Torati hiyo kimaisha. Leo watu wengi tunakwepa historia, hasa vitengo vya dini ambavyo vinavuruga vibaya mno. Vya dini inabidi tuweke quote. Yaani tunasambaratisha familia, tunapinga historia, hatujui kwamba ndio msingi, tunabomoa msingi ya maisha. Ukiondoa historia ya Simba hayupo. Tutadevelop vyema panapo majaliwa next week. Labda mwanangu na swali yote? Swali sina, lakini kama kuna kubwa ambalo leo nimejifunza, kuna tofauti kubwa kati ya ufugaji na malezi. Yeah. Malezi ni kitu endless. Wakati mwingi wazazi huwa wanawekeza kwenye ufugaji na kusahau
kuwekeza kwenye malezi, kwa sababu malezi ni kitu ambacho hata wao wasipokuwepo bado kitaendelea kuishi katika maisha yetu. Na wakati mwingi huwa tunadhani kurahisisha mambo ndo tunaifuata asili yenyewe, kumbe ndipo tunakupotea. Thank you. Ndugu mtazamaji, tunakaribia kufunga ukurasa kwa leo ili tusikimbizane, lakini zingatia ni nyeti. Labda mwingine aliuliza, mimi sina wazazi, sasa kama inakuwaje? Hakuna mtu ambaye ana wazazi. Mungu alikuwa aonekani, lakini Yesu alikuwa anasema Mungu ni baba yake. Baba na mama waliokuzaa waonekani kwa mwili, wameshaacha mwili. Lakini alivyokata roho, alipumua kwa nje. Manaka alirudi kwenye space ambako sote tunaanzia. Ndio maana nakuambia kila leo, kuwa hai sio masiara. Ndugu zangu, ujeuri wako utakuzuia mambo mengi, usienjoy life. Take it easy. Make it simple. Usiwe serious sana na maisha haya. Hatutaondoka hapa tukiwa hai. Tutaondoka tumekufa. Lakini utarudije? Una maswali mengi. Ndugu zangu, ukienda kulala alafu kushinda vizuri, ndoto zako zimeharibika. Shinda salama. Make it simple. Unapata mshukuru Mungu, hujapata mshukuru Mungu. Usiwe mtu wa conflict, ni ugomvi hapa na pale na kadhalika, unajivurugia maisha. Na ondokana na zana ya kushabikia watu, kushabikia system ambao watu wana develop. Shabikia manane haya, na dakika 8 za jua zitahesabika hivyo, na utapata nuru, mwanga wake jua. Orbit yako itakuwa katika uthabiti wake, na mafanikio yako yatakuwa dhahiri. Mwili huu utastawi. Fikra yako itakuwa na utayari kupokea signal kwa uchanya wake. Lakini kaa kikatiba, kitorati, kaa kihistoria, kaa kihekima, kaa kinabii, kaa habari njema, matendo, kaa nyaraka. Hata Paulo alisema nini ni barua yetu. Kaa ufunuo katika dunia hii. Ukitimiza manane hayo, mawazo mema mabaya ya akili ya kwako yanajumuika kutengeneza umeme thabiti. Tumefika mwisho kwa leo. Take time, utasikiliza YouTube, na Bwana Mungu atuletee mwanga zaidi na ufanisi uwe rafiki kwetu. Tawapenda daima. Bwana Mungu ibariki Tanzania na uongozi wetu wote. Amani yako idumu na mafanikio kwa uthabiti. Changamoto zote usike pale ambapo tumekwama. Bariki Afrika Mashariki, Afrika, ulimwengu wote kwa neema yako. Amani idumu na undugu. Bwana ibariki Clouds Media Family na uongozi wetu. Bwana Mungu ibariki Chomoza na uongozi wetu. Na Bwana Mungu akubariki zaidi ndugu mtazamaji mpendwa na wakwako wote. Tawapenda daima. We thank you for your time. May God bless and keep you safe. See you next Sunday, God willing. We love you. Thank you. Utambulisho sio jinsi unavyojitambulisha. Utambulisho ni jinsi unavyojitambua. Sasa wewe unajitambuaje? Unatambuaje maisha yako? Thamani yako haswa sio thamani unayopewa na watu, kwani watu hawajui thamani yako. Lakini wewe mwenyewe ukibaki katika hadhi yako, unajisoma thamani yako. Utakuta watu wengi wakisema aliwika akapotea. Rafiki, usipojitambua utajitahidi kujitambulisha. Hizi ni hekima na falsafa na theolojia za Dr. Eli, The Voice of Wisdom na Dr. Eli ndani ya Chomoza, A Hub of Hope.